Bwana Yesu asifiwe. Somo la leo linasema kwamba Mungu anapokusemesha jambo, weka umakini, uzingatifu kwa kile alichokusemesha hadi ukipate. Mungu anapokusemesha jambo, ndani ya moyo wako weka umakini, uzingativu kwa kile alichokusemesha hadi ukipate. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ameahidi kutubariki. Mungu ameahidi kutuinua. Mungu ameahidi kutupandisha juu sana. Katika hayo yote ambayo Mungu ametuahidi, katika hayo yote ambayo Mungu amesema yatakuwa yetu, sasa sisi tunapaswa kuweka umakini. Bwana Yesu asifiwe. Tunapaswa kuwa imara, tunapaswa kukaa mkao wa kupokea kile ambacho Mungu ametusemesha kwamba atatuinua, atatubariki, atatupa vitu vingi. Sio kwamba vitakuja tu hivi hivi tukute tumekaa tumetulia tu, hatujishughulishi kwa namna yoyote, alafu vile ambavyo Mungu ametuahidi vingi sana alafu vinakuja. Hapana, tunapaswa na sisi tukae mkao wa kupokea, tukae mkao ya kwamba Mungu amesema na sisi. Kwa hiyo tunapaswa tukae Bennett na Bwana. Haleluya. Tunapaswa tukae sambamba na Bwana. Mungu alimsemesha Eliya kwa habari ya kumchukua, kumuondoa katika ulimwengu huu. Na baada ya Eliya kusemeshwa, alikuwa na mtoto wake wa kiroho wa rafiki yake wa karibu aliyeitwa Elisha. Basi hebu tuzisome hizi habari. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba Mungu amemsemesha Eliya, anataka kumchukua. Elisha anafanyaje? Tufungue Wafalme wa Pili. Kitabu cha Wafalme wa Pili. Wafalme wa Pili, tutasoma Wafalme wa Pili sura ya 2, alafu tutasoma mstari wa 1 hadi wa 11. Wafalme wa Pili sura ya 2 mstari wa 1 hadi wa 11. Naamini tumefika, naweza nikasoma. Ikawa hapo Bwana alipopenda kumpandisha Eliya mbinguni kwa upepo wa kisulisuli, Eliya alitoka Gilgali pamoja na Elisha. Eliya akamwambia Elisha, tafadhali kaa hapa, maana Bwana amenituma niende mpaka Betheli. Elisha akasema, kama Bwana aishivyo na roho yako iishivyo, sitakuacha. Basi wakashuka mpaka Betheli. Basi wana wa manabii waliokuwako Betheli wakatoka kuonana na Elisha, wakamwambia, je, unajua ya kuwa Bwana atamuondoa bwana wako leo, asiwe mkubwa wako tena, asiwe mkubwa wako? Akasema, naam, najua, nyamazeni. Eliya akamwambia, tafadhali kaa hapa Elisha, maana Bwana amenituma niende mpaka Yeriko. Akasema, kama Bwana aishivyo na roho yako iishivyo, sitakuacha. Nao wakafika Yeriko. Basi wana wa manabii waliokuwako Yeriko wakamkaribia Elisha, wakamwambia, je, unajua ya kuwa Bwana atamuondoa bwana wako leo, asiwe mkubwa wako? Akajibu, naam,
na jua, nyamazeni. Eliya akamwambia, tafadhali kaa hapa, maana Bwana amenituma niende mpaka Yordani. Akasema, kama Bwana aishivyo na roho yako ishivyo, sitakuacha. Wakaendelea mbele wote wawili. Basi watu 50 wa wale wana wa manabii wakaenda wakasimama kuwakabili kwa mbali, na hao wawili wakasimama karibu na Yordani. Eliya akalitoa vazi lake la juu, akalikunja, akayapiga maji, yakagawanyika huku na huku, na hao wawili wakavuka pakavu. Hata ikawa walipokwisha kuvuka, Eliya akamwambia Elisha, omba kwangu lolote utakalo nikutendee kabla sijaondolewa kwako. Elisha akasema, na kuomba sehemu maradufu ya roho yako na iwe juu yangu. Akasema, umeomba neno gumu, lakini ukiniona nitakapoondolewa kwako utalipata, na hukuniona hulipati. Ikawa walipokuwa wakiendelea mbele na kuongea, tazama, kukatokea gari la moto na farasi wa moto, likawatenga wale wawili, naye Eliya akapanda mbinguni kwa upepo wa kisulisuli. Bwana Yesu asifiwe. Hapa tunaona habari za watumishi wa Mungu, Eliya pamoja na Elisha. Eliya, Mungu amemsemesha ya kwamba anataka kumpandisha kwenda mbinguni. Ameona ni vizuri, maana Mungu amependa, ndivyo neno lake linasema, kwamba Mungu amependa ampandishe Eliya kutoka pale walivyokuwa katika utumishi na huduma na Elisha. Sasa anataka kumpandisha ampeleke mbinguni. Lakini Eliya anapokuwepo katika hali ya maandalizi ya saa yoyote anaweza akaondoka, anamwambia Elisha ya kwamba kaa hapa, mimi naenda Betheli. Elisha naye ameshaona ndani ya moyo wake kwamba kuna jambo kubwa linaenda kutokea. Anamwambia ya kwamba sitakuacha, kama Mungu aishivyo na roho yako ishivyo, tunaenda pamoja. Kwa hiyo tunaona ya kwamba Elisha akawa sambamba na Eliya, hakumwachia hata nafasi. Bwana Yesu asifiwe. Na pia unaweza ukajiuliza ya kwamba kwa nini Eliya alikuwa anamwambia Elisha ya kwamba akae, na huku ameshasemeshwa na Mungu kwamba ataondoka. Kimawazo yangu naweza nikafikiri kwamba labda aliwaza ya kwamba atakapokuwa yuko pamoja naye, halafu Eliya akawa yuko katika hali ya kuondolewa, machungu yatampata mazito sana Elisha, atakaa katika hali ya huzuni. Au labda kwamba kwa sababu Eliya anataka kuondoka, kile kilichomo ndani ya Eliya anatakiwa kiache kwa Elisha. Sasa anaona ya kwamba nitakapofanya hivi, nitakapomwachia, kwa namna jinsi Eliya alivyotabika na utumishi aliokuwa akipambana nao, anaona ya kwamba pia Elisha atakutana na magumu. Ni mawazo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mpaka sasa ilifika wakati Eliya anaenda kuchukuliwa, Elisha akiwa pamoja naye, na wala Elisha hakukubali ya kwamba Eliya amwache. Hakukubali ya kwamba Eliya amwacha, kama namna jinsi anavyomshawishi kwamba kaa hapa, mimi naenda Yordani, kaa hapa, mimi naenda Yeriko, kaa hapa. Hapana, Elisha hakukubali, akasema kama Bwana aishivyo tutaenda pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa ameona kitu kikubwa ndani ya Eliya, na alipoona kitu kikubwa ndani ya Eliya, alichokifanya Elisha, alifanya uzingatifu mkubwa sana. Hakuweza kusema ya kwamba nimwachie mwanya. Bwana Yesu asifiwe. Elisha pia alikuwa naye ni nabii. Kwa hiyo
alikuwa ameona ndani ya moyo wake ya kwamba Eliya ana jambo zito, na Eliya sasa ni muda wowote anaweza akaondoka, na kwa sababu ataondoka muda wowote, lazima niende sambamba naye. Bwana Yesu asifiwe. Mungu wetu ametuahidi mambo mengi mazito, si ni hivyo? Ametuahidi mambo makubwa, kwamba tutaurithi ufalme wa Mungu, tutairithi nchi, tutaurithi uzima wa milele. Nasi tunahitaji tukae sambamba naye, tusiachie mwanya. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Tusiachie kamwanya kokote. Tunapaswa tung'ang'anie kama namna jinsi ambavyo Elisha alivyong'ang'ania kwa Eliya. Tunapaswa kugangamala kama jinsi ambavyo Elisha alivyogangamala kwa nani? Kwa Eliya, ili tuweze kupokea kile ambacho Mungu ametupa. Tunahitaji tuenende sambamba na Mungu. Tunahitaji tujiweke mikononi mwa Mungu nyakati zote tukimhitaji, maana kila ambacho ametuahidia ni kikubwa. Hakitakuja hivi hivi eti kitukute tu tumetulia tu kwenye shughuli zetu tu, kwenye mambo yetu tu mbalimbali, kwenye vile ambavyo vinavyotuzunguka, halafu eti kwa sababu Mungu ameahidi atatuletea vitu vizuri, tumekaa tu tumetulia, tunasema tukipolepole, oh haleluya, Yesu amesema atatupa, Yesu amesema atatupa vitu vizuri, oh haleluya. Hapana, tunapaswa tufanye mambo ambayo yatakayosababisha vile vitu tuvipate. Bwana Yesu asifiwe. Tunahitaji kufanya vitu ambavyo tunahitaji tuvipate. Lazima hata sisi basi tujishughulishe, kama namna jinsi ambavyo tunavyomwona Elisha alivyoweza kujishughulisha. Elisha alikuwa amejua ya kwamba Eliya anaondoka, pia na manabii kule walikokuwa wakitua, wakifika, na manabii wale nao wameshajua. Ndio maana wanamfuatilia Elisha, wanamwambia hivi, leo unajua ya kwamba leo bwana wako anaondoka? Hivi unajua leo mkuu wako ambaye ulikuwa ukimtegemea, unafahamu ya kwamba leo anaondoka? Anawaambia, nyamazeni kimya, ninajua. Kwa hiyo taharuki ilikuwepo katika mioyo ya manabii, wameshajua ya kwamba Eliya anaenda kutwaliwa. Kwa hiyo watu wako makini. Elisha akakaa katika hali ya umakini, Elisha akakaa katika hali ya ukamilifu. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Tunahitaji tuwe wakamilifu ili tuweze kupokea vile ambavyo Mungu amekusudia ndani ya maisha yetu na ndani ya mioyo yetu. Hebu tusome Warumi sura ya 12. Tunapaswa kuwa wakamilifu kwa namna gani? Kwa namna jinsi ambavyo Mungu ametuahidia, kwa namna jinsi ambavyo Mungu ametuandalia, kwa namna jinsi ambavyo Mungu amekusudia mambo makubwa katikati yetu. Tunapaswa kukaa katika hali ya ukamilifu wa namna gani? Tutasoma mstari wa kwanza hadi wa pili, ila unaweza ukasoma sura yote ya 12. Unaweza ukasoma sura yote ya 12, ina mistari 21 tu, lakini sisi tutasoma mstari wa kwanza hadi wa pili, alafu tutasoma mstari wa 19 hadi wa 21. Anasema kwamba hii Warumi sura ya 12 mstari wa kwanza hadi wa pili, basi ndugu zangu, na wasihi kwa huruma zake Mungu, itoweni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu, ndiyo ibada yenu yenye maana. Wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza Mungu
ya kumpendeza na ukamilifu. Twende mstari wa 19. Mstari wa 19 inasema ya kwamba, wapenzi, msijilipize kisasi, bali tuanze mstari wa 18. Kama yamkini, kwa kuwa upande wenu mkae katika amani na watu wote. Wapenzi, msijilipize kisasi, bali ipisheni ghadhabu ya Mungu, maana imeandikwa, kisasi ni juu yangu mimi nitalipa, anena Bwana. Lakini adui yako akiwa na njaa mlishe, akiwa na kiu mnyweshe, maana ufanyapo hivyo utampalia makaa ya moto kichwani pake. Usishindwe na ubaya, bali ushinde ubaya kwa wema. Bwana Yesu asifiwe. Haya ndiyo mambo makamilifu pale ambapo tunapohitaji kupokea ahadi za Mungu, kupokea vile ambavyo Mungu ametuahidia. Tunahitaji tufanye mapenzi ya Bwana. Tunahitaji tufanye makamilifu ambayo Mungu amesema ya kwamba tuyafanye, halafu ili tuweze kuwa sambamba naye na akatupe kile ambacho amekusudia katikati yetu. Bwana Yesu asifiwe. Anasema ya kwamba, ndugu zangu, na wasihi kwa huruma zake Mungu, itoweni miili yenu ili tuyapate yale Mungu ametuahidia. Tunapaswa kuitoa miili yetu kuwa dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu. Anasema ndiyo ibada yenye maana. Tunapaswa kuwa watu wa ibada. Haleluya. Ili tuweze kupokea kile ambacho Mungu amekusudia, tunapaswa kuwa watu wa ibada. Tunapaswa kuwa watu wa kupokea mafundisho ya neno la Mungu. Tunapaswa watu wa maombi. Tunapaswa watu wa kuhudumiana sisi kwa sisi kwa karibu zaidi, na pendo la Kristo Yesu likiwa ndani yetu, ili tuweze kupokea kile ambacho Mungu amekusudia ndani ya maisha yetu. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Tunapopenda mafundisho, kwa hiyo ni kwamba hakuna muda wa kupoteza, hakuna wakati wa kupoteza. Ni katikati za ibada zetu lazima tuwepo kujifunza. Katikati za ibada, katikati za wiki, katikati za wiki zetu hatupaswi kukosa. Yaani tunapaswa kujihimiza sisi wenyewe ndani ya mioyo yetu, ili tuweze kupokea mafundisho ya kutujenga, ya kutuimarisha, ya kutukamilisha, ili tuweze kupokea ahadi za Bwana ambazo Mungu amekusudia. Katikati za wiki kuna maombi, tunapaswa tusikose. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Lakini pale mtu anaposema ya kwamba mimi ni mtu wa Jumapili, mimi ni mtu wa Jumapili, baada ya Jumapili na Jumapili nyingine nitakuwa ndo hapo. Hapana, hautapokea. Bwana Yesu asifiwe. Tunamwona Elisha alivyokuwa Bennett na Elia. Alikuwa sambamba wakati wote. Hakusema ya kwamba ninamwachia. Kwa hiyo na sisi tunapaswa katika ratiba zetu za ibada, katikati za wiki, wakati wote tuwe watu wa ibada, watu wa mafundisho, watu wa kujifunza neno la Mungu, ili tuwe wakamilifu machoni pa Bwana, ili tuweze kupokea kile ambacho Mungu amekusudia katika maisha yetu. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Hebu tuone hawa mabikira. Tunawasoma katika Mathayo. Tunawasoma katika Mathayo sura ya 25. Ni mfano Bwana Yesu aliutoa
walitoa kwa hawa mabikira. Mathayo sura 25 tunasoma mstari wa 1 hadi wa 13. Ndipo ufalme wa Mungu utakapofanana na wanawali 10 waliotoa taa zao wakatoka kwenda kumlaki bwana harusi. 5 wao walikuwa wapumbavu na 5 wenye busara. Wale waliokuwa wapumbavu walizitoa taa zao, wasitwae na mafuta pamoja nao, bali wale wenye busara walitwaa mafuta katika vyombo vyao pamoja na taa zao. Hata bwana harusi alipokawia, wote wakasinzia, wakalala usingizi. Lakini usiku wa 8 pakawa na kelele, haya bwana harusi, tokeni mwende kumlaki. Mara wakaondoka wanawali wale wote, wakazitengeneza taa zao. Wale wapumbavu wakawaambia wenye busara, tupeni mafuta yenu kidogo, maana taa zetu zinazimika. Lakini wale wenye busara wakawajibu wakisema, sivyo, hayatutoshi sisi na ninyi. Afadhali shikeni njia mwende kwa wauzao mkajinunulie. Na hao walipokuwa wakienda kununua, bwana harusi akaja. Nao walipokuwa tayari, wakaingia pamoja naye harusini. Mlango ukafungwa. Halafu wakaja wale wanawali wengine wakasema, Bwana, Bwana, utufungulie. Akajibu akasema, amini nawaambia, siwajui ninyi. Basi kesheni, kwa sababu hamjui siku wala saa. Tunaona hapa watu wawili, makundi mawili, wanawali wenye busara na wanawali wapumbavu. Wanawali wenye busara tunawasoma namna jinsi ambavyo walivyokuwa wamejiandaa. Wameambiwa ya kwamba leo kuna harusi, leo kuna bwana harusi anakuja. Kwa sababu bwana harusi anakuja, bibi harusi pia naye anatakiwa akae tayari ili aweze kumlaki bwana harusi. Anatakiwa ajitengeneze, ajipambe, ajiweke vizuri. Sasa tunaona haya makundi mawili, makundi mawili. Kundi la kwanza lilikuwa la watu wenye busara, wana mafuta yao, wameweka taa zao zinawaka. Lakini pia wana akiba ya mafuta, wamejiwekea mafuta. Hata taa zikizima, wakati wowote mafuta wanayo, wataweka. Na bwana harusi akachelewa kufika, na baada ya dakika bwana harusi akafika. Mnamo usiku wa 8 bwana harusi akaja. Wakakuta hawa wenye busara wana taa zao wameshikilia na wana mafuta pembeni. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hata zilivyozima waliongeza mafuta. Yaani walikuwa wakiongeza mafuta, wakiongeza mafuta. Lakini hawa wapumbavu wenyewe walisinzia, wakakoroma korolo. Hawakuweza hata wafanyeje, wakasinzia, wamesinzia, wakakuta taa zao zimeshazima torolo, giza zimeshazima. Halafu na bwana harusi huyu hapa amefika. Bwana harusi huyu hapa anafika, anaingia. Wanapaswa kuingia, taa zao zimezima, hazina uhai, zimekufa. Ndipo wanawakimbilia wenye busara, jamani, na sisi basi tupeni tu mafuta. Mafuta yetu ni yetu peke yetu, yanatutosha. Njia ile pale, nyokeni, nendeni mkachukue mafuta kule, yanauzwa tena mengi tu. Wakaondoka wakaenda. Bwana harusi huko akaingia na wenye busara. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Maandalizi yanahitajika pale ambapo mtu ameahidiwa na Bwana Mungu wake. Maandalizi yanahitajika.
Kwa hiyo hawa ambao mafuta yao hawakuwa nayo, hawa wapumbavu walipata hasara. Kwa hiyo pale mtu ambapo anapokuwa hana mafuta, nguvu ya Roho Mtakatifu hana ndani yake, kwa sababu ibadani ni nadra, ni wakati pale anapojisikia hana nguvu ya Mungu. Kwa hiyo hata Bwana Yesu atakapokuja kumchukua hatakutwa akiwa tayari. Tunapaswa kuwa watu wenye busara. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Tunapaswa kuwa watu wenye busara. Tufananishwe na hawa wenye busara, tusifananishwe na hawa wajinga, wapumbavu. Mimi naweza nikaita hata wajinga na wapumbavu ni vitu kimoja tu, ni vitu viwili tofauti. Wajinga, wapumbavu ni wachirochiro, ndio wachirochiro. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hatuhitaji kukaa kwa watu wapumbavu. Walipata shida, walipata mateso, kwa sababu walivyokuja kurudi, tunasoma katika neno lake ya kwamba wamekuja kurudi, wamefika, wanakuta mlango umeshafungwa tayari. Bwana harusi ameshaingia na wenye busara waliokuwa wamejiandaa, ambao waliokuwa wanachochea karama zao, ambao waliokuwa wamejikita katika maombi, waliokuwa wamekaa katika mafundisho. Kwa hiyo hao ndio wenye busara, ndio bwana harusi aliingia nao. Wamefika, wanaanza kugonga. Bwana harusi anawaambia ya kwamba siwajui. Tusiwe katika kundi la wale ambao hawajulikani mbele za Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tumalizie na Mathayo sura ya 24 na mstari wa 20 na mstari wa 42. Halafu kama una swali unaweza ukauliza swali. Mathayo sura ya 24 na mstari wa 42. Naomba wote tusome kwa pamoja. Naamini tumefika. 1, 2, 3. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Anasema tukeshe basi, kwa sababu hatujui siku ambayo Bwana atakapokuja. Kwa hiyo tunapaswa kukaa mkao wa kukesha, wa kukaa tayari kupokea kile ambacho Mungu atakachokiachilia katikati yetu. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Tukae katika mkao wa kile ambacho Mungu ametuahidia kutupa, maana hatujui ni wakati gani atarudi, lakini tukae katika hali ya kukesha. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe.